Wewe Butua, yaani unalala kabisa, una relax, na maana hujui ulichokifanya. Mtoto mtamu. Yaani nimetembea na wanawake wengi, toka nimetembea na wewe hakuna mwanamke mwenye radha kukuzidi wewe. Yaani uko vizuri kwenye timu yangu, wewe kapteni. Kwa hiyo wewe hujui ulichonifanyia, lakini mbona unaniuliza maswali ambayo unajua? Kwani ungeniambia ningekunyima? Pole sana. Mimi mwenyewe sikujua ninachokifanya. Unajua tulivyopiga zile bange, zilikuwa bange ni bangue. Mimi nakunywa pombe, lakini kweli bange siwezi. Kuna muda nilikuwa naona Kiduchu wako wawili na Butua wako wawili. Akili yangu nikajua naenda kwa Kiduchu mwingine, sio Kiduchu huyu mwanafunzi. Kumbe namfuata Kiduchu mwanafunzi. Kwa hiyo sio mimi. Ni bange ni bangue, tusameane tu. Ila we muongo. Muongo sana. Eti mimi sijawahi. Mbona njia inaonekana gari imepita kitambo. Gari imepita kitambo. Nini sinasema kweli, gari imepita kitambo ile bwana. Eti treni inaonekana imepita Semitela. Mimi na kesi changu nimepita dakika 2 tu. Mtoto unalia. Wewe. Hata kama nilikudanganya sijawahi, lakini ndio nifanyie bila ridhaa yangu. Ungeniambia kuna nini kingetokea kingine. Mbona useme niangalie kama najiona na kuona wewe mtoto? Unaongea ni wewe kwanza, leo ninakuchukia na nitaendelea kukuchukia. Muangalie vile. Hivyo. Unajua nimetoka hapa, nimeenda kufuatilia kazi. Lakini uweze amini, leo kazi hakuna kabisa. Pole. Kawaida. Vipi, umeshindaje? Nimeshinda salama tu. Mimi hapa kuna jambo nilikuwa nataka nikwambie. Jambo gani tena? Kwa sababu kama kuhusu hela mimi sina hela na unajua kabisa. Sio kuhusu hela. Kuhusu kile kijamaa kifupi ambacho kilikuwa kinanisumbua. Kimekuja mpaka hapa nyumbani, madai yake kimenifungia satellite. Mimi nadhani Waswahili wana misemo yao, kuwa mtoto akililia wembe mpe, au asisikia la mkuvu jikaguu. Mimi ninashangaa sana kuwa yule ni mtu gani ambaye hana uelewa hata kidogo, kuwa huyu ni mke wa mtu au huyu ni mpenzi wa mtu. Haiwezekani na katoka alipotoka kaja mpaka hapa. Lakini mimi labda nikwambie kitu kimoja. Mimi nina mpango mzuri sana. Yeye ajifanya kachanganyikiwa, basi mimi nimevurugwa. Kwa sababu mpaka sasa hivi kuna mtu nishampa kazi amfuatilie. Na endapo nitamkamata kwenye mkono wangu, ndio atajua Lizonga ni nani na mali ya Lizonga itakiwi kusogelewa wala kuguswa. Sawa, mimi nachotaka ujitahidi tu, ni amekuwa msumbufu mno kwangu. Yaani uko mtaani akinikuta, anikimbilie, maana alivitenguo, mara afanye nini, nishachoka. Naomba mkomeshe tu. Basi sawa mpenzi wangu. Ondoa shaka, jisikia amani kabisa. Kwa sababu kama nilivyosema hapo mwanzo, chochote changu kitakiwi kugusa, ili hali mimi nipo na nina nguvu na nina akili timamu. Ngoja nikapumzike. Haya sawa mume wangu. Mimi nipo hapa napunga upepo wako, ukishamka chakula kitakuta hapo mezani. Bora ni joy kiki. Haya mapenzi ni sipo. Oya, familia. Way back my friend. Mama. Nchi yetu hii, hivyo vitu havitakiwi kuonekana. Wewe sikiliza. Sio kwa sababu tumelingana vimo au tumesogeleana kafikiri na kile kama za kwako. Mimi najielewa na najitambua. Kama una kitu cha kuniambia, niambie haraka haraka. Usinipotezee muda wangu. Nitakutia bungira banzi. Alafu nitabadilisha matumizi hata hii.
Baada unaofungulia nati nitakutoboa toboa kutengeneza tenga kwenye mwili wako. Kijana, ambacho hujui leo nimekuja kama mwanahabari. Alafu nimekuja kama mtu wa kutoa connection. Leo sijaja kama msanii wa East Africa, ile nimekuja kama mwanahabari wa East Africa. Aga. Sasa sikia nikwambie kijana wewe. Na habari zako. Nina connection yako maana nakwambia. Sasa wewe watu wanakutegemea hao ambao wanakupenda, itabidi wakushauri. Ila nakuona wewe watu hawakushauri, ndio maana unatembea na mwanafunzi. Uongo? Wewe tuheshimiane. Mimi katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naijua. Imetengenezwa mwaka 1977. Najua kila kitu, nimesoma kuanzia kurasa ya kwanza mpaka mwisho, mpaka makava nimeyasoma. Kwa hiyo najua sheria inataka nini, ninajua mimi nifanye nini na nini nisifanye. Swala kutembea na mwanafunzi najua kabisa ni kosa kisheria. Miaka 30 jela. Kwa mimi nikubali kwa jela miaka 30 kwa sababu mwanafunzi. Sijafanya ujinga na sijawahi kufikiria. Na hivi unaendelea kutangaza tangazo hivi unaongea tunasikia mtaani hapa, nikianza kutrend kama mimi natembea na wanafunzi mzee, nitakubadilishia roho. Kijana, kubali hili jambo ili tutatue. Ila ukiendelea kujificha hivyo, haki ya Mungu utapigwa X. Kia basi shusha sauti. Mimi kweli natembea naye. Na sio kama napenda. Kwa sababu kama nilivyokuambia sheria nazijua. Naogopa kwenda kwenye adebe, naogopa kwenda jela. Lakini yule demu mtamu kinoma. Yaani najuta kwa nini nilimuonja. Nifuate mara moja kuanzia hapo mimi muda wote namwanza yeye namfikiria yeye. Yaani hapa wenyewe naenda kutengeneza umeme huko, na wote nampelekea yeye. Ni kweli inaonekana yule demu ni mtamu. Sasa utamu wake yeye amekuwa kama dereva malori. Muda wote anaendesha na badili gari hii, kisha yupo na kampuni ile, kisha yupo na kishukuta na kampuni ile kule. Sasa sikia nakwambia, demu wako anatembea na mlevi. Yaani umekaa mwenyewe unawaza, kwani shida nini mama? Mimi nilikuwa nina shida shuleni kule nimeharibu. Sasa nikatafuta msaidizi aende akanisaidie, akaike mambo sawa shuleni, naye kayazidi kuyaharibu. Alafu kingine, mjomba anajua kabisa mimi naenda shule, alafu kumbe mimi sifiki hata huko shule kwenyewe. Ndio niko hapa nawaza, je, nikimwambia mjomba alivyokuwa mkali atanichukuliaje? Sasa mdogo wangu hapo umekaa unawaza kabisa kuhusu shule. Hivi, alikwambia shule na manufaa ni nani? Yaani usikae ukaanza kutafuta hela unawaza shule. Sikiza nikwambie. Nataka nikubadilishie maisha yako. Unajua kwa nini? Wewe ni karembo, kazuri. Yaani nikuingiza kwenye mtandao wangu tu. Hata dakika 5 uchomoa. Tena yule mlevi anakunywa machicha. Anywe pombe zile zenye nembo ya TBS, anywe yeye. Yeye anakunywa pombe zile ambao za kutwanga. Sasa huko unamsingizia. Mimi ninachojua yule mlevi ni baba yake mdogo, na siku ile kanitambulisha pale kaniambia, "Huyu ni baba yangu mdogo." Wazungu wanasema angu. Wewe kama unamtaka mimi sikuzuii, mfuate mwenyewe na mingo zako, mwelekeze vipengele vyako. Usitumie swigi ya kusema si baba yake mdogo, si nani ndo bwana yake, mimi kumwacha siwezi. Ila wanawake hiyo ndio kiumbe pekee aliweza kumshawishi nyoka, ndio maana akala tunda. Alimdanganya mwenzie ni nyoka au mwanamke? Sasa sikia nikwambie ndugu yangu, ukiendelea hivyo hivyo utakufa kilolo. Anamaanisha unaibiwa. Unaibiwa. Usizani ni wa peke yako, kumbe wenzio walishaweka kambi. Wewe kakupendea bacho, wapo wengine kawapendea uno. Asante kwa taarifa. Ila vijana wa daa ndio kama hivi ukiwaambia waelewi. Aya, ngoja tuone. Sikiliza. Si unasema nipe namba yako. Usitaki kuniambia una simu mtoto mzuri kama wewe. Ninayo. Tajia. 06 76 17. Sawa. Msefu nani vile? Sefu Kiduchu. Tabasamu lako jamani. Sawa. Natuma message Deko. Sawa? Hakikisha ukifika tu nyumbani unipigie. Au nitumie message nitakupigia. Nikupeleke katika ulimwengu wa warembo. Tumia urembo wako vizuri jamani. Sisi kama shavu kake. Bye. Unipigie. Maisha yangu nayajua mimi, ukileta geuka mbele yangu nakata kilimi. Kiduchu yo, kiduchu basi mtongoze.
kusimamisha hapa ni kuhusu swala langu lile lile, maana naona kila siku nanizungusha tu. Hivi Dachi, una akili timamu kweli wewe? Ni mara ngapi nakwambia mimi na wewe hatuwezi kuwa na mahusiano? Au labda lugha ninayoongea ieleweki? Wini, hebu kuwa na huruma hata kidogo basi. Nadhani hata wewe unajifahamu hivi. Kwenye hii dunia hakuna mwanamke yeyote ambaye nimewahi kumpenda kama ninavyokupenda wewe. Serious Wini, nakupenda. Hebu nihurumie japo kidogo tu. Wewe, nahisi unajua fika mimi nina mtu wangu na tena tunapendana sana tu. Sasa sielewi unachokitaka kwangu mimi. Unachokitaka labda tuachane, si ndio? Mimi sioni kama wewe kuwa na mtu wako ni changamoto wewe kunikubalia mimi. Uwezi ukajua. Huenda huyo mtu wako naye ana mtu wake. Nione huruma basi hata kidogo Wini, nakupenda mwenzio. Naomba ukome. Na unachotakiwa kukijua ni kwamba mimi siwezi kuwa na wewe. Hatuendani kivyo vyote vile. Wini. Wewe. Subiri ngwambie kitu. Hapa ninavyotoa mguu wangu leo, usije siku ukaniona napita au tukakutana kokote pale ukafanya kunyua, nitakuadhibu. Nitakufanyia kitu ambacho hukuwahi kufikiria wala ukuwaza. Wini. Ndo anaondoka vile. Sema poa, sikati tamaa. Yaani mguu ni wa kwako wewe. Tena bwana nimekukuta hapa tumekutana. Dada, vipi? Kuna shida gani tena? Kwani wewe mdogo wangu na matatizo gani? Una mapepo wewe kichwani kwako? Sasa mimi nimefanya nini tena jamani? Hauwezi kunielewa. Nimechoka. Nikipita mtani vidole, yule, dada yake, yule, nimechoka. Wewe tulikubaliana kabisa unaacha mambo yako kichenzi. Udokozi, wizi. Tumesema unaacha wewe. Haya leo nini leo? Unanitia aibu babani mpaka kupita niwe nafunga mtandio hivi kweli jamani? Yaani labda nikwambie kitu kimoja dada. Hizo taarifa hata mwenyewe nazipata. Lakini ni watu tu wanipendi, wananisingizia. Mimi hizo habari nimeziacha sasa hivi. Mimi mstaarabu. Hapa hivi unavyoniona hapa nimetoka kwenye kazi zangu. Sasa hizo habari wanazoleta mimi sizijui. Naomba uniachie hizo porojo zako. Una wema gani? Umeacha nini wewe? Kwa hiyo watu wote hawajasingiziwa waje kukusingizia wewe. Waona nini mpaka usingiziwe? Mimi kama nilivyokuambia dada, mimi sijui chochote. Unaona? Binadamu tu hawanipendi. Binadamu tu sasa hivi wanaona maendeleo yangu, napendeza, niko vizuri, kwa maana wananisingizia. Lakini mimi sijui chochote kuhusu vitu unavyoniambia. Nisikilize nikwambie. Asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na walimwengu. Sasa wewe dunia itakufunza. Mimi nimechoka kuongea, nimechoka. Sasa hivi nitakuwa sitembei baba ndio kazangu nyumbani wewe matukio yako yote unaojisikia. Litakalo kukuta mimi nitakalia, nitagalagala, nitanyamaza. Nimechoka. Wewe mtu gani? Nani dada? Yaani binadamu sijui wakoje yani. Yaani mtu akitulia wanasema hiki. Mtu akifanya hiki anasema hiki. Lakini sijui dada naye nani kamsanua. Ila nitajua tu. Wini, leo mkuja na habari gani tena? Maana wewe kila ukija kwangu una habari mpya. Kila ukinipigia simu una habari mpya. Niambie leo una habari gani? Ila si wakali bwana. Kwa nini mimi kila nikija nakuja na shida? Leo nimekuja na mpya shuga yangu. Mpya gani? Ndio kae kitako nikwambie. Yaani sijui unamjua huyu kijana anaitwa Dachi hapa mtaani. Dachi hapa mtaani? Hapa mtaani. Namjua tena sana tu. Si nikakutana naye bwana, niko natoka huko kwenye mihangaiko yangu. Asianze kuleta kidoza kunitaka. Mkataa na wewe. Kaka mbishi yule jamani. Sasa umemkataa kisa nini? Sasa na wewe na shoga yangu, unataka uniambie kama hujui mimi na mwanaume wangu? Tena nampenda vipi Chadi? Yaani nampenda kufila mani. Kwanza yeye Chadi hakupendi. Anakumalizia tu hela zako.
kila ninapopita nasikia skendo nzuri tu za huyo Dachi. Sasa mimi kwa ushauri wangu ni bora umkubalie Dachi, achana na Chadi, kwa sababu Chadi hakupenda kupotezea muda tu. Jamani, kwa shoga yangu bado unishauri shoga yangu kutulia na mwanaume mmoja kuwa naye, unaanza kunishauri sasa nitoke na mwanaume mwingine. Kweli shoga yangu, lakini wewe ndio ushauri mzuri kwa shoga yako. Mimi sijakwambia utembee na wanaume wawili, au sijakwambia wewe uwe malaya. Lakini ninachokushauri mimi, uende njia nzuri inayonyooka. Huyo Chadi mara ngapi unalia kwa sababu yake? Yaani nakukuta pale kwenu unalia nikikuuliza kisa Chadi. Unaenda kwake anakutimua. Hivi angekuwa anakupenda angekufanyia hayo mambo? Nisikilize. Mimi kama rafiki yako, unajua unapoumia wewe na mimi naumia. Mimi ninachokitaka, achana na Chadi. Mkubali Dachi. Basi. Sawa, nikuelewa rafiki yangu. Kwenye hilo nitalifanyia kazi. Lakini kusema kumkubalia haraka haraka, uongo. Itabidi nimchunguze nijue anataka nini kutoka kwangu. Hapo ndio nitamkubalia. La sivyo, aanza kwa king'ang'atu mwaka huu. Sawa, we mzungushe. Mchunguze vizuri, lakini hakikisha unamkubali. Mimi sitaki tena uje hapa eti uniongelea habari ya Chadi. Mimi kuanzia leo habari ya Chadi iishie hapa. Mimi nataka ukija hapa, Dachi ameniambia hivi, Dachi ananitoa out, Dachi hivi nimemkubali, hicho ndo ninachokitaka. Sitaki habari ya Chadi hapa. Sawa na wewe, nimeshakuelewa. Nikipata ya kula na saka ya kodi, baba mwenye nyumba akichonga unanua bange unamvuta geto, akichakuja geto alafu una jigi. Ai huyo hapo jigi. Ai wewe wa jigi. Wewe